wanakopesha pesa ile kwa riba hiyo imekaaje kwa upande wao? Kwa mfano kama mimi ndo ni biashara yangu ndo nakopesha pesa kwa riba, watu wachukue wafanye wazungushe biashara yao na mimi wanikepo kidogo nipate faida yangu, hiyo biashara ni haramu. Sawa? Hiyo biashara ni haramu. Hiyo ndo riba hasa iliyotajwa. Sawa? Kama unaweza kudhibiti yani hiyo biashara unataka kuifanya, tafuta biashara nyingine. Kama ukitaka kufanya hivyo, wakopeshe bila riba. Sasa nikikopesha bila riba sitapata faida. Ndio maana tunasema ufanye biashara nyingine. Kwa sababu hiyo sio biashara, yaani kuchukua hela kuwapa watu, kuwakopesha, hiyo mimbabi ihsani. Alqardu sio biashara, kukopesha mtu sio biashara. Tulisoma masharti ya biashara ni yapi? Yaani kukopesha sio biashara. Yaani kukopesha, wewe mwenyewe unasema kukopesha. Kwa hiyo kwa nini ufanye biashara useme biashara afu huku unasema kukopesha? Sio biashara hiyo, haifai. Biashara mtu atafute biashara nyingine ifanye ambayo ni halali yenye masharti yake. Na watu wengi wanaweka mikopo, wanatangaza, wanafungua mali. Hiyo ni kuchukua hela za watu kwa dhulma. Kama unaweza wakopeshe watu, mnaandikiana mikataba, hiyo ni kuwasaidia na jambo hilo linafaa. Sawa mali? Yaani unawasaidia watu na wasaidia mimbabi ihsani. Yaani unajiweza, una biashara zako zingine unaingiza mahela mengi, au watu wana mabilioni. Sawa? Lakini Allah amekataza. Yaani ndio hii uliyoisema, ndio walikuwa wanakopeshanaga hivyo kipindi cha Mtume Ali salatu wasallam. Siku nasema ni Abbas au nani? Alikuwa anakopesha hivyo. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema wadharu ma baqiya min riba. Acheni katika yale ambayo mlishawakopesha. Ilikuwa hivi, yaani mtu amefungua kijiwe chake anakopesha. Kipindi cha Mtume hivi na sura hivi na muda wake ndo ule na aina hivyo hivyo na jinsi hivyo hivyo. Sawa? Tulivyosoma. Kwa hiyo ni haramu, hata kama ni shilingi 100 ataleta, yaani umemkopesha milioni 1 alete milioni 1 na 100, hiyo 100 ni haramu. Hiyo sio biashara. Anasema kukopeshana nini? Kukopeshana mimbabil ihsan. Tena tulizungumzia tulisoma mambo ya kukopeshana nini, umuhimu wake na nini. Binadamu atakana akopeshwe, na binadamu anaweza kukopa. Mtume Ali salatu wasallam alikopa. Sawa? Kukopa, unakopa kitu, unaweka kitu rehani pia. Rehani tulisoma ili utakapopata hela unarejesha hivyo. Lakini kumwambia arejeshe na kingine, huyo mtu usiende kukopa kwake. Na hiyo mikopo tunapiga vita na watu hawaelewi, kwa sababu hawataki kufuata amri ya Allah. Wanajua riba inafaa, mimi nikakope bwana. Na vikundi hivi jasiriamali wa vikundi vya vikoba, kina mama wanakopeshwa, haramun. Jambo hili ni haramun. Tena tunasema kwa sauti, haramun. Allah kaharamisha. Hamna kipenyo cha aina yote. Aya zipo nyingi na hadithi zipo nyingi. Na aina ndio hii. Kukopesha sio biashara. Mtu akasome masharti ya biashara na kanuni za biashara. Je, kuchukua hela kumpa mtu, hiyo ni biashara mnafanya? Sawa? Na umeonyesha mkono mkaja salamu mwisho. Mabenki yengi yote ni haramu, yanakopesha. Hiyo benki si hizi benki tunazoziona kukopesha ni haramu. Tafuta lingine. Si ndio hivyo, kaajiriwa akakopeshwa na serikali, kaajiriwa atakuwa anakatwa kule kwenye mshahara wake. Haramu. Umesema hivyo. Sio mimi, ni Allah anasema hivyo na Mtume akondombana kazi. Kufanya kazi kwenye benki za kukopesha riba naye ameshiriki, ni haramu, asifanye. Atafute kazi nyingine. Asiende kusomea hiyo kombi hiyo. Sio mimi nasema jamani. Yaani nikisema hivi sio kama nina wasiwasi. Dalili zipo hapa. Mtu anayeelewa kabisa asiajiriwe katika hizo benki. Kwani benki kuna benki sasa tunawajua wamekataa kuajiriwa. Unakataa. Sio mimi tu jamani, fuatilieni watu ambao wanafahamu. Nakwambia mimi hapana. Kama ndio hivyo sitaki kwenye hiyo benki. Si zipo benki za Kiislamu. Nenda nchi zingine huko watu wanahitaji hao watu wa mabenki. Naam. Vikopo vya Kiislamu
vikiwa havina riba, vikopo vya Kiislamu kama wao wanasema zile SACCOS wanakopesha bila riba. Maana yake mnajiunga, labda watu kadhaa mnaenda kukopeshwa, lakini mnaweka rehani kitu fulani, haina shida. Yaani tunachozungumzia hivi, kama hamna riba hapa haina shida. Hiyo ni kikoba, kipochi, kindoo, kinini, vyote hatuna shida, lakini pakiingizwa tu riba haramu. Sasa yaani pale watu wasitafute kipenyo cha aina yote, hamna, pamezibwa sealed hiyo. Kama ni simenti imetumika, wanasema sementi ya serikali, resho ya serikali, na nondo zimetumika zile kabisa, ikamwagwa, imeshika, ukitoboa na mkono haitoboki, ni haramu, baki haramun. Arriba haramun. Allah asemaje? Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Watu wakasema eti riba ni kama biashara tu, maana inafanana. Mbona? Na Allah kashaharamisha nini? Riba, akahalalisha biashara. Biashara zipo nyingi sana. Wewe una mamiela mengi, fungua mabiashara mbalimbali. Usiende kwa kopesha watu afu uletewe na cha kurejesha hapo na kirudia hela. Hamna cha kirudia hela wala kifungua hela. Sawa? Ya ayyuhalladhina amanu taqu Allah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Enyi mlioamini, mcheni Allah tabaraka wa taala, acheni katika zile riba mlizokopesha watu, ikiwa kweli ninyi ni waumini. Maana kwa anayetaka mariba, wanayetaka kukopesha watu kwa mariba, wao sio waumini, wamevuliwa kwenye umini, wapo katika maasi, wakumwasi Allah tabaraka wa taala. Wanataka mtu mali, anakuambia mimi nataka nijenge. Kwani kujenga ni katika mambo ya dharura katika Uislamu? Wapi ametaka? Bwana, watu wanaishi wamepanga mpaka wanakufa. Hata kama mlango wa dharura utumie kwenye uharamu. Sasa mimi nina dharura, pombe nikinywaga akili yangu inakaa sawa, acha nini? Hamna huo mlango, haramun. La yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Mtume alayhi salatu wasallam asema hawezi kunywa pombe, anakunywa pombe aliyakuwa ni mu'min. Tunaelewa? Hamna kipenyo cha